kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametoa kibali ili niweze kusimama mahali hapa. Pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wetu kutupa nafasi ya kusimama katika madhabahu hii. Nikupe heri ya Pasaka. Amen. Natumai wote tumesherekea vizuri, ndio maana leo tuko mahali hapa. Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Amen. Asante vijana kwa kuimba. Mungu awabariki sana. Tunamtukuza Mungu aliyetoa uhai wake kwa ajili yetu ili tupate kuokolewa. Tunahitaji kutumia nafasi hii kumshangilia Bwana na kumwimbia, maana mbinguni ni kuimba na kushangilia tu. Kwa hiyo vijana, tumia nafasi zenu na nguvu zenu kwa kumtumikia Mungu. Usitoke kanisani tu kwa kupasha viti moto. Mchezee Bwana, mwimbie Mungu ili roho yako iburudike. Amen. Amen. Nitaomba. Tuombe. Nakushukuru Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, Jehova unayeishi na kutawala milele yote, Mungu unayetenda makuu. Asante kwa ajili ya masaa haya Mungu ambayo umeyatoa ili tusikilize neno lako. Yesu, naomba ukafungue masikio yetu ya ndani na ukafungue mitima yetu na mioyo yetu ili tupate kusikia neno lako. Asante kwa ajili yangu ambayo nimesimama mahali hapa kwa ajili ya kuleta ujumbe kwa ajili ya watu wako. Naomba Bwana ukanitie nguvu na ukaniongoze katika yale ambayo naenda kuyasema. Si maneno yangu bali ni maneno yako Bwana Yesu. Yaweke ndani ya kinywa changu ili yakalete utukufu kwa watoto wako. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe milele yote. Ni katika jina lako Yesu Kristo naomba nikishukuru. Amen. 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 Neno letu la leo linaenda kupatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 9 mpaka wa 13. Mathayo sura ya 24 mstari wa 9 mpaka wa 13. Nitarudia. Mathayo sura ya 24 mstari wa 9 mpaka wa 13. Karibu msomaji. Amen. Mathayo mtakatifu sura ya 24, tutaanza kusoma mstari wa 9. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu linasimama katika mstari wa 13. Mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kichwa cha somo nimesema vumilia mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Vumilia mpaka mwisho. Bwana Yesu alikuwa akiongea maneno haya pamoja na wanafunzi wake, akijua kwamba haya ambayo tumeyasoma katika mistari hii. Na ukipandisha juu kabla ya mstari wa 9, Yesu alisema mataifa kwa mataifa watapigana, falme na falme zitapigana, na hayo tayari yamekwisha kutokea, yapo tunayaona. Mataifa na kwa mataifa yanapigana, falme kwa falme zinapigana. Lakini hapa tunaona ya kwamba Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho atakayeokoka. Na wakati anaeleza maneno hayo, kuna baadhi ya maneno ambayo nimeyachukua mistari hii ambayo yatatukia na tayari yamekwisha kutukia. Yesu anasema wakati mambo hayo yanatokea, kutakuwa na dhiki, usaliti utakuwa mwingi, manabii wa uongo, upendo utapungua na maasi yataongezeka.
Lakini tunapoangalia neno la Mungu tunaona kwamba hayo yote yalimkuta Yesu. Yesu alivumilia. Neno linasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Na kichwa chetu cha somo kimesema vumilia mpaka mwisho. Haya yote yanapotukia hapa duniani, mpendwa, unahitaji kuvumilia. Yesu alivumilia mateso pale msalabani. Yesu alivumilia alipochoma mkuki ubavuni, alivumilia. Yesu alivumilia alipovalishwa taji ya miba kichwani. Ni kwa nini alivumilia? Tutaangalia hapo baadaye kwa nini Yesu alivumilia. Wapendwa, uvumilivu ni mzuri kwa kila kitu unachokifanya, kwa kila hatua unayopiga unahitaji kuvumilia. Dhiki inapotokea unahitaji kuvumilia. Usaliti unapotokea unahitaji kuvumilia. Ukiongea usaliti, watoto wanawasaliti wazazi, marafiki mnasalitiana, ndoa mme anamsaliti mke, mke anamsaliti mme. Usaliti upo. Lakini je, tunafanya nini? Tunahitaji kuvumilia mpaka mwisho. Maana wokovu wetu bado haujafika mwisho. Haujafika bado. Ninapenda kuongelea kipengele hiki cha ndoa. Wanandoa. Tunapokuwa hapa madhabahuni tunaahidi, nitakulinda, nitakutunza kwa mema na mabaya, nitakupenda. Lakini usaliti unapoingia, kwa nini unamfukuza mkeo au kwa nini unamtoa nje mme wako? Kumbuka mliahidiana mtatunzana mpaka kifo kiwatenganishe. Kitu kidogo kikiingia, tunahitaji kuvumilia. Tunahitaji kuvumilia mpaka mwisho. Yesu alivumilia mateso kwa ajili yako, alivumilia mateso ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Lakini unapojikwaa kidogo katika habari ya wokovu, unakata tamaa na unarudi nyuma. Wapendwa, tunahitaji kuvumilia. Wokovu bado, wokovu wetu bado, siku ya mwisho bado. Kwa hiyo tunahitaji kuvumilia wapendwa. Vumilia mambo unayoyapitia, haijalishi ni mazingira gani unayoyapitia, unahitaji kuvumilia. Kila hatua unayoipiga unahitaji kuwa na uvumilivu. Mtu mmoja leo nikawa naongea naye, anafanya biashara lakini anakata tamaa. Nikamwambia usikate tamaa, unatakiwa kuvumilia. Wapo wengi wanaofanya biashara, naona biashara haiendi, anakata tamaa kabisa. Biashara huanza kidogo kidogo na inasonga mbele. Utakiwi kukata tamaa katika kitu unachokifanya. Songa mbele, uone uvumilivu wako unaishia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kuvumilia kwa sababu Yesu alivumilia mateso. Alivumilia mateso. Akafa msalabani kwa ajili yako, alivumilia. Hebu tuangalie mtu wa pili aliyevumilia mateso. Aliyevumilia mambo makubwa ambayo wewe na mimi hatujawahi kuyafikia. Naomba tusome Ayubu sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Ayubu sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, ndipo Ayubu akajibu na kusema, laiti uchungu wangu ungepimwa na msiba wangu kutiwa katika mizani pamoja, kwa kuwa sasa ungekuwa mzito kuliko mchanga wa bahari. Kwa hiyo maneno yangu yamekuwa ya haraka. Amen. Huyu ni Ayubu. Hebu fikiria, Ayubu anasema msiba wangu
ungepimwa na majaribu aliyokuwa nayo, vingepimwa ni mzito kuliko mchanga wa baharini. Wote tunajua bahari jinsi ilivyo. Tukitembea hapo Coco Beach tunaangalia. Yes. Uzito wa mchanga ni mkubwa sana. Lakini Ayubu anasema mateso yangu, msiba wangu ungepimwa ni mkubwa sana kuliko mchanga wa baharini. Wewe unafikiri alikuwa na mateso ya namna gani? Ayubu amepita kwenye mapito ambayo mwanadamu hajawahi kupita mwingine. Angalia, kuondokewa na watoto wake wote, mali zake zote zimeisha, kila kitu alichokuwa nacho Ayubu kiliondoka, kabaki mwenyewe, mpaka mke wake anaingia kumsaliti, mkufuru Mungu ufe. Kwa hiyo alipita kwenye majaribu makubwa sana, lakini Ayubu alivumilia. Mungu atusaidie. Tusiangalie yale tunayoyapitia sisi ni madogo sana, na kutia moyo mpendwa, vumilia yale unayoyapitia, usikate tamaa. Yesu yupo kwa ajili yako. Haleluya! Yesu aliyeshinda kifo na mauti yupo kwa ajili yako, usikate tamaa, vumilia, utashinda. Vumilia mpaka mwisho, utashinda. Nataka tuangalie mtu wa tatu. Nina watu watatu leo. Mtu wa tatu ni mwanamke. Wanawake mtanisapoti. Naomba wanawake tumshangilie Bwana Yesu. Asubuhi nimewaambia mabinti msiogope. Kwa haya ninayoenda kuongea yapo kwa sababu Mungu alisema mtazaa kwa uchungu. Hiyo njia lazima tuipitie. Hakuna mwanamke ambaye anaweza kukwepa hilo. Mwanamke anavumilia uchungu. Nadhani wanawake ambao wamekwisha kuzaa watoto wanajua uchungu unaumaje, lakini anavumilia. Uchungu unapokuwa unauma, anavumilia mpaka mwisho. Kwa hiyo wapendwa, tunahitaji kuvumilia maisha yetu, mapito tunayoyapitia tunahitaji kuvumilia. Kila hatua unayopiga usirudi nyuma, songa mbele, Mungu atakuinua. Nataka tuangalie matokeo ya uvumilivu. Matokeo ya uvumilivu. Tumeangalia ni matatizo gani, kuangalia Bwana Yesu alivumilia mpaka msalabani. Ayubu alivumilia, mwanamke anavumilia kwenye uchungu. Sasa tuangalie matokeo ya uvumilivu. Yesu alipovumilia mateso, kuchomwa mkuki ubavuni, taji ya miba kichwani, kutemewa mate, kuvuliwa hadi nguo, Yesu alivumilia. Lakini matokeo ya Yesu kuvumilia ni kwa ajili yako na mimi. Ndio maana leo tuko hapa. Haleluya! Ni kwa ajili yako wewe na mimi. Tuko mahali hapa tunashangilia Yesu ameshinda kifo na mauti. Je, Yesu asingevumilia hayo angeshinda kifo na mauti? Kumbuka, mateso yalikuwa ni makali sana. Yesu alisema, ikiwezekana Baba, kikombe hiki kiniepuke. Yalikuwa ni mateso makali sana, lakini Yesu aliyavumilia. Ni kwa nini alivumilia? Alivumilia ili wewe na mimi tupate ukombozi. Haleluya! Alivumilia ili mimi na wewe tuokolewe. Ndio maana leo tunasherekea. Jumapili iliyopita tumesherekea Yesu ameshinda kifo na mauti. Haleluya! Hayo yote Yesu aliyavumilia ili tupate kuokolewa, tuingie katika ufalme wa mbinguni. Sasa usipovumilia haya unayoyapitia, ufalme wa mbinguni hutaupata.
tunahitaji kuvumilia ili tupate ufalme wa mbinguni. Ni kwa nini umeokoka? Kwa nini umeokoka? Jiulize, kwa nini umeokoka? Umeokoka ili umwimbie Mungu hapa duniani? Umeokoka ili ufurahishe moyo wako tu? Umeokoka ili upate kuurithi ufalme wa mbinguni? Sasa usipovumilia haya unayoyapitia, ufalme wa mbinguni utaingia. Wapendwa, tunahitaji kuvumilia mapito tunayoyapitia. Yesu alivumilia msalabani. Kazi ilikuwa ni kubwa sana. Kumbuka, yalikuwa ni mateso makali sana. Anadiriki kusema, ikiwezekana Baba, hiki kiniepuke. Mateso yalikuwa ni makali sana, lakini Yesu aliyavumilia yote. Safari yetu bado. Naomba unisomee Ayubu 42 mstari wa 10, wa 12 na wa 13. Huyu ni mtu wa pili. Tunaangalia matokeo ya uvumilivu. Ayubu sura ya 42 mstari wa 10 hadi 13. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipoombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Ndipo wakamwendea nduguze wote, waume kwa wake, nao wote waliojuana naye hapo zamani, wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake, nao wakamlilia na kumtunza moyo katika habari za huo uovu wote Bwana aliouleta juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete ya dhahabu kila mmoja. Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na njozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Haleluya. Amen. Mwanzo wa Ayubu ulikuwa ni mbaya, lakini mwisho wa Ayubu ulikuwa ni mzuri, kwa sababu aliweza kuvumilia mapito aliyoyapitia. Angalia, Mungu alimpa mara 2, alimzidishia. Je, Ayubu angekata tamaa, haya yote angeyapata? Kuangalia kwamba watoto wangu wote wameondoka, kuangalia kwamba mali zangu zote zimeondoka, mimi ninaumwa, siwezi. Je, Ayubu angeyapata hayo? Lakini kwa sababu Ayubu aliweza kuvumilia mateso aliyokuwa nayo, na ulikuwa ni mkubwa sana, Ayubu akavumilia mpaka mwisho. Aliendelea kumtumaini Mungu wakati wote, aliendelea kumwangalia Mungu katika maisha yake yote, na mwisho wa Ayubu ulikuwa ni mzuri kuliko mwanzo wake. Angalia, Mungu alimzidishia mara 2, akampatia watoto wazuri. Biblia inasema watoto wa Ayubu walikuwa ni wazuri kuliko watoto wote waliokuwa wamezaliwa katika nchi ile. Lakini ni kwa sababu gani? Mungu alileta faraja kwake. Mungu ataleta faraja kwako mpendwa. Mungu atasimama na wewe ukiendelea kumtumaini Mungu. Hata kuacha hata siku moja. Ataendelea kuwa pamoja na wewe. Atasema, mwanangu amepitia mapito mengi, ngoja nilete faraja iliyo kuu katika maisha yake. Usimuache Mungu, endelea kuvumilia hayo unayoyapitia, mazingira yanayokuzunguka, ugumu wa maisha, uchumi umeyumba. Mwangalie Mungu, yeye yupo, atakuvusha. Haleluya. Ayubu alizidishiwa mara 2, moyo wake ulifurahi. Na wewe kuna siku moja utafurahi. Kuna siku moja utamshangilia Bwana kuliko unavyomshangilia sasa. Kuna siku moja utayafuta machozi yako yote unayolia. Mungu atatenda kwa ajili yako. Usikate tamaa mpendwa, endelea kuvumilia. Kaa miguuni pa Bwana,
mtafute Mungu siku zote. Mungu yupo siku zote. Tunaangalia mtu wa tatu. Nimekuambia mwanamke anakuwa na uchungu, anavumilia uchungu anaoumwa. Kwa nini anavumilia? Anavumilia ili mwisho apate mtoto. Dakika ya mwisho mwanamke huyu anapoumwa uchungu anavumilia ili apate mtoto. Je, mwanamke asingevumilia, mimi na wewe tusingezaliwa, angetuua bado tuko tumboni. Lakini kwa sababu ya uvumilivu anavumilia ili mtoto azaliwe. Ndiyo maana mimi na wewe tuko hapa. Mama yako alivumilia ukazaliwa. Haleluya! Kwa hiyo wapendwa, haya mapito tunayoyapitia yasitukwamishe. Vumilia, Mungu atafanya jambo. Simama na Mungu, simama. Mungu atafanya jambo jipya katika maisha yako. Atakuvusha kutoka hapa ulipo na kukusogeza mahali pengine. Usirudi nyuma, angalia kwenda mbele. Angalia kwenda mbele mpendwa. Angalia kusonga mbele. Usirudi nyuma hata siku moja. Yesu yupo kwa ajili yako. Ameshinda kifo na mauti ili uweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa kwa nini unataka kurudi nyuma mpendwa? Songa mbele. Maisha yapo ya kusonga mbele. Mungu atakuinua. Usikate tamaa hata siku moja. Mungu yupo kwa ajili yako, kuwa mtetezi wako, kuwa Mungu wako, akulinde, akusaidie kila hatua unayopiga. Kuna mambo mengi yanakuhamisha. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kutakuwa na dhiki. Dhiki ipo duniani. Kutakuwa na usaliti. Usijali watu wanasema nini. Usijali watu wanasema nini. Wewe songa mbele. Wewe songa mbele. Usijali manabii wanaokuja wa uongo. Simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo. Endelea kuliitia jina la Bwana na Mungu atakuinua. Simama mpendwa. Manabii wapo wa uongo, lakini wewe uliyeitwa kwa jina la Yesu, endelea kusimama hapo ulipo. Usiangalie Yesu yuko Kariakoo, Yesu yuko Manzese, Yesu yuko wapi. Simama hapo hapo ulipo, liitie jina la Bwana, Mungu atakushindia. Endelea kumpenda Yesu Kristo. Endelea kumpenda. Alikupenda kwanza, ndio maana akafa msalabani. Alikupenda kwanza. Na wewe zidisha upendo wa kumpenda Yesu Kristo. Maandiko yanasema upendo wa wengi utapungua, lakini wa kwako utazidi, kwa sababu umetambua ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yangu. Endelea kumpenda zaidi. Endelea kumpenda zaidi na utapiga hatua kwenda mbele. Maasi yanapoongezeka, mwambie Bwana, mimi sitakuacha wewe, nitaendelea kuwa pamoja na wewe. Mwambie Yesu, mimi nitakufa na wewe, nitaishi na wewe, nitalala na wewe. Mungu atatukusaidia katika mambo yote. Ukisimama na Yesu Kristo katika maisha yako, ukivumilia yote, kwa sababu saa ya mwisho bado haijafika. Tunahitaji kuendelea kuvumilia haya tunayoyapitia. Tuendelee kusimama kwake Yesu Kristo, na yeye atakuwa mshindi wetu. Kama yeye alivyoshinda kifo na mauti, na sisi atatushindia katika haya tunayoyapitia. Usijali mambo ya watu wanayoyasema, usijali nini. Kama umefanya biashara, piga hatua. Usijali fulani anapataje, usijali fulani kiwango chake